aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiendelea na darasa la sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tumeeleza katika darasa lililopita namna gani kulikuwa na mazungumzo baina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na wakubwa wa Quraysh katika mji wa Maka, ili waweze kufahamikiana bila ya kuingia katika mapambano. Lakini kama tulivyoona kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alibakia na msimamo wa kueneza dini na akakataa zile ofa zote ambazo kwamba walizokuwa wanataka kumghuri nazo. Baada ya hapo Quraysh wakaona njia iliyobakia ni kuendelea kuwasumbua na kuwanyanyasa hasa wale madhaifu na vijana. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ikawa watu wawili ndio wamekuwa targeted, wale madhaifu ima kiuchumi au ni watumwa, na vile vile mabarobaro, kwa sababu matajiri na wakubwa wa pale wakinasaba wakipambana nao kutatokea vita na umwagaji damu baina ya wao, kila mmoja na familia yake. Kwa hiyo hii siasa ilipoanza, wakaweza kumsumbua Mus'ab ibn Umair, wakamsumbua vile vile Imran ibn Hussein, wakamsumbua vile vile Talha ibn Ubaidillah. Hawa ni watu na miaka 17, miaka 22, walikuwa ni vijana. Na vile vile kama tukumbuka kiswa cha Ammar bin Yasir, mamake alivouliwa kwa hali mbaya sana, na yeye Ammar bin Yasir baadaye pia akafatwa kusumbuliwa. Ilipokuwa yaendelea hii hali ya kusumbuliwa watu madhaifu walioko Maka, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaona hapa hakuna njia isipokuwa ni kuwapa nafasi hawa madhaifu watoke katika huu mji angalau wapumue. Hapo ndo ikapatikaniwa safari ya kwanza ya kwenda Habasha, kuhamia kutoka Maka na kwenda katika mji wa Habasha. Na hii safari kwa hakika haikuwa ni safari ya kienyeji, bali Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliipangia, ilikuwa iko very strategic. Hii safari haikuwa tu haya tokeni nendeni, la, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliipangia. Kitu cha kwanza kuchagua hapa mahali Habasha, manake Maka na Habasha ni mbali. Sasa ilikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam akawacha nchi za Kiarabu zote zilioko pale? Yani kuna Madina, kuna Taif, kuna hizi kina Najdi, kuna Yaman, kuna Sham. Hii miji yote ilikuweko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa tukio kama hili. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua Habasha kwa sababu hawa Quraysh walikuwa tayari wana mikataba na makabila ya nchi za Kiarabu. Kwa hiyo lau wa hawa masahaba wataambiwa nendeni Yaman kwa mfano, moja kwa moja Quraysh wataenda na wao Yaman, watasema sisi tuna mkataba na nyinyi, tupeane hawa watu, walete kwetu tujue namna ya kuwatia adabu. Na wale hawawezi kukhalifu mkataba. Na vile vile Sham na vile vile maeneo ya Kiarabu. La pili, Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuchagua Habasha ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari ana information ya maeneo yanayomzunguka.
hakuwa ni nabii ameishiishi tu yusubiri wahi, la, amestudy environment yake iko namna gani na mazingira ya nje yake pia yako namna gani. Kama tulivyosema nyuma, Mtume SAW alipokuwa akifanya da'wa, alipokuwa akisilimisha masahaba, alikuwa akitarget mwanzo masahaba wenye skills. Huyu ana uhodari huyu ana uhodari huu na huyu ana uhodari huu, mpaka akawa anayo kama Ministry of Information kama tukumbuka. Kwa hiyo Mtume SAW alikuwa aelewa Habasha ni mahali pazuri kimaisha, na mfalme wao ni mfalme mwenye uadilifu, hakubali kudhulumu. Lingine la ajabu ni kwa huku Habasha mfalme wao ambaye kwamba anajulikaniwa kama Najashi. Najashi ni jina la kila anayetawala ufalme katika nchi ya Habasha. Habasha ni hii Ethiopia na Eritrea, hizi ambazo kwamba ziko hapa karibu. Hii yote ilikuwa inaitwa Habasha zamani. Kisha baadaye ndo Eritrea ikajitoa na Ethiopia ikakaa peke yake, na wengine pia nafikiri sehemu tatu ambazo kwamba zilikuwa zikijulikana. Kila anayetawala alikiitwa Najashi, na huyu alikuwa Mkristo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuona ni aibu kuambia Waislamu, nendeni kwa mfalme Mkristo ambaye kwamba ni mwaminifu, kwake yeye hadhulumiwi, ni mtu mwadilifu. Na hii kutuonesha sio kila Mkristo ni adui, na sio kila Mkristo ni mtu mbaya. Waweza ukapata kwenye Wakristo watu waaminifu hata kushinda ule Muislamu ulioko naye, na unaweza kupata kwa Waislamu mwaminifu kushinda ule Mkristo ulioko naye. Kwa hiyo huku kuna wazuri na wabaya, na huku kuna wazuri na wabaya. Na hili la kuhusu Wakristo limesajiliwa kwenye Qur'ani, wa min ahli alkitabi man in ta'manhu biqintarin yuaddihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yuaddihi ilayk. Yani kuna waaminifu, unapowapatia kitu wakushikie atakurudishia, hawezi kukudhulumu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa amri kama hiyo, kitu kingine very strategic ambacho kwamba alichokifanya, wanaoonewa kama tulivyosema ni madhaifu, lakini watakaohamia ni madhaifu na watukufu. Hakuweka madhaifu peke yake, kwa sababu hawa madhaifu lau atawaambia ondokeni nyinyi mtaonewa, na wakawa ni peke yao, watavunjika moyo. Hata na ile dini pia wanaweza wakavunjika moyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtoa Sayyidina Uthman bin Affan, akamtoa Jaafar bin Abi Talib, ambapo hawa hakuna mtu aweza kuwagusa, lakini ili kuchanganya ile delegation ambayo kwamba inaondoka, wale madhaifu wasikie nguvu kuwepo na wale watukufu katika ile safari. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akachanganya baina ya watu wa kawaida na watu wa familia yake. Binti yake Khaswa Ruqayya, ambaye kwamba ni mke wa Sayyidina Uthman, pia na yeye alihamia, alitoka Maka kwenda Madina. Kwa hiyo kulikuwa kuna madhaifu, kulikuwa kuna watukufu, walikuwa katika nasaba yake yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa na watu wengine. Hawa walikuwa hawawezi kudhurika Maka kama tunavyosema, lakini kuwapa moyo wale madhaifu wasiweze kuvunjika moyo katika safari kama hii. Kwa hiyo tunaona ni safari iliyokuwa na mpangilio, haikuwa ni safari ya kiholela holela. Hawa watu wakaenda mpaka wakafika Habasha, wakakabiliana na Najashi, na Najashi akawapokea. Alipowapokea huku Maka, ikatokea habari, na delegation ya kwanza au watu wa kwanza kugura walikuwa watu 18. Kisha timu ya pili walioondoka ilikuwa ni watu 85. Kwa hiyo ilikuwa ni watu 103 takriban. Yani ilitoka timu ya kwanza watu 18, kisha ikatoka timu ya pili ya watu 85. Wakati huo Maka ilikuwa ina watu takriban 300. Kwa hiyo tukizungumza 100 kuondoka, lazima mtajulikana, kwa sababu ni 30% takriban imeondoka. Ndio maana Maka watu wakashtukizia kuna watu hapa wameondoka kwenda Habasha.
Wakaanza kuzungumza Makuraish, sasa tufanye nini? Angalia taabu na balaa za watu hawa. Wakawachana na watu wa Maka, wakasema wacha tuwafati huko huko hawa, tuwatie adabu. Kukatolewa delegation na Makuraish ikiongozwa na Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni mmoja atakayekuja kuwa ni masahaba wakubwa, mwenye kunusuru na kuingia katika vita na mwenye kufutahi Misri na kuipeleka Misri, lakini hapa ilikuwa bado hajasilimu. Akatolewa huyu Amr ibn al-As pamoja na mwenzake waende kule wakazungumze na mfalme ili hawa warudishwe. Katika mambo ya kiajabu ya kimaandalizi yaliyofanyika ni kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha sura 2 za Qur'ani kabla ya hawa masahaba kuondoka Maka. Sura ya kwanza suratu Maryam na sura ya pili ni suratul Kahf. Sasa ukiangalia kuna munasaba gani sura hizi 2 ziteremke kabla ya kuhamia kwenda Habasha, utaona kweli hii safari ilikuwa imepangwa mpangilio wa kisawasawa. Suratu Maryam inakusaidia wewe ujue Wakristo ni watu gani, na wao waendea katika nchi ya mfalme Mkristo. Kwa hiyo ni kama kusema walipatiwa training ya kuelewa dini ya Kikristo iko namna gani. Suratul Kahf, Suratul Kahf ndani yake kuna vijana waliohamia mji wao kwa sababu ya kuhifadhi akida yao, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Hawa ni vijana walikimbia ili dini yao isipotoke, wakaenda kwenye pango, Mwenyezi Mungu akawaletea usingizi, wakakaa huko miaka 300. Na vile vile kuna kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam, aliwacha mji wake kwenda kumtafuta Khidri kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo kuna watu waliwacha mji kuhifadhi imani. Kuna nabii aliwacha mji kwa sababu ya kusoma zaidi, kupata ilmu. La tatu kuna kisa cha Dhulqarnain. Na Dhulqarnain naye aliwacha mji akazunguka ulimwengu huku na huku katika kusaidia watu. Kwa hiyo yote haya yanaonesha kuacha mji wako. Hii ikawa pia ni kuwapatia moyo masahaba ya kuwa nyinyi mnapoacha Maka, kuna watu nyuma waliwacha kwa ajili ya imani, kuna watu waliwacha tena ni nabii kwa sababu ya kupata ilmu, na kunaye pia Dhulqarnain aliwacha kwa sababu ya kuokoa watu na kuwasaidia. Na nyinyi mnapokwenda Habasha mumehifadhi imani yenu, na vile vile mutaongeza elimu, mutaishi na watu tofauti, na vile vile wasaidieni, watieni katika dini na wao mwanusuru. Ikawa kuna uhusiano mkubwa baina ya suratul Kahfi kuteremka pamoja na tukio kama hili. Amr ibn al-As alipofika Habasha, moja kwa moja akaenda kwa Najashi, na Najashi alikuwa anao urafiki na huyu Amr ibn al-As, yani hawakuwa ni watu wageni. Akaenda akakaa naye akamwambia, mimi nimetoka Maka lakini kwa sura rasmi nimetumwa na wazee, na kutumwa kwangu ni kwa kuna hawa watoto wajinga hawa, akawaita sufaha. Hawa watoto wajinga hawa wamewacha mji wao, na sasa wazazi wao wanalia usiku na mchana, wanataka watu wao warudi katika mji wao. Kwa hiyo na mimi nimekuja kwa ajili hiyo, mbali ya kuwa hawa wamewacha dini yao. Basi Najashi akamwambia, maneno yako nimeyasikiza, lakini naomba unipe nafasi niwasikize na wao. Hii sasa kuonesha uadilifu. Kweli wao ni marafiki, kweli wamezungumza, tena wana tarehe, wanatuambia huyu Amr ibn al-As alipoondoka Maka kwenda Habasha, kila kabila lilitoa zawadi za dhahabu, za chakula, za nguo ili kumpelekea mfalme pamoja na wale mawaziri wake. Kwa hiyo na yeye alipofika pale, mwanzo alipita kwa wale marafiki wa chini, wale mawaziri na waandishi, akawapatia zawadi, kisha zile zawadi zinono akampatia Najashi. Lakini pamoja na hivyo, mtu mwadilifu hata kama si Muislamu ni mwadilifu, akakataa kuchukua maamuzi, akasema wacha nionane nao. Pale pale akatumanisha, wakaitwa masahaba. Walipofika pale masahaba, Jaafar bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib, huyu ndiye ambaye kwamba akawa ni
spokesman wa masahaba. Akaelezwa kuna kadhaa na kadhaa mashtaka ameletwa juu yenu, kwa hiyo naomba kusikia kwako. Angalia mazungumzo atakayoyazungumza Jaafar, uone mtu alivyokomaa, na ndio maana Mtume SAW pia akamchagua na yeye aende kule. Akamwambia mfalme wetu, kwa kweli sisi ni watu tulikuwa katika wakati wa ujahilia, ndio maisha ambayo kwamba tunaoishi, tuabudu masanamu, tunakula wanyama ambao kwamba hawakuchinjwa, yani kama kuna ngamia, mbuzi amekufa, uchukuliwa akachomwa akaliwa. Na ilikuwa tuna ujirani mbaya na kila mtu, kila saa vita, huyu na huyu na huyu na huyu, twakatana vizazi. Yule mwenye nguvu ndiye anaishika mamlaka na kummaliza yule ambaye kwamba ni mnyonge, mpaka alipotujulia huyu mtu ambaye kwamba wao wanaona amekuja na utesi. Kwa kweli huyu mtu aliyekuja twamjua nasaba yake, twamjua ukweli wake, twamjua uaminifu wake, twamjua pia heshima yake ambayo kwamba iliyoko katika mji wetu. Akatuamrisha tusizungumze isipokuwa ukweli, na akatuamrisha tuwe ni waaminifu na tushikamane na familia zetu na tuishi kwa uzuri na tuache zina na tusizungumze urongo na tusile mnyama ambaye kwamba hajachinjwa na tusile mali ya mayatima. Haya yote ambayo kwamba nayoyataja tulipokuwa kwenye jahilia ilikuwa tukiyatenda. Pale pale Najashi akasema, la, ikiwa huyu amewatuma, amekuja kwa hayo, basi huyu ni mtu wa kweli. Mimi siwezi kukubali nyinyi mchukuliwe na huyu mtu wala kurudi. Kaeni hapa hapa, hakuna mtu atawadhulumu, ishini kwa amani, fanyeni mtakalo. Akamwambia Amr ibn al-As, hawa ni watu mimi siwezi kukupatia. Amr ibn al-As likamchoma sana, akakaa kushauriana na mwenzake. Akamwambia, sikiza, mimi kesho nitarudi tena kwa Najashi, nitamwambia maneno na ni moja kwa moja maneno yangu atayapokea, na hakuna tena kuwachukua hawa watu kuwarudisha Maka, ni kuwachinja wote wafariki na mbali, tuwamalize wao na kizazi chao. Yule akamwambia, la, usifanye hivyo. Alikuwa ni Abdullah ibn Abi Rabia, huyu atasilimu baadaye. Akamwambia, usifanye hivyo, wewe nenda kafanye mashtaka, ukikubaliwa tuwachukue tuwarudishe Maka, haina haja kuwakatisha watu na maisha yao na kukimaliza kizazi. Akamwambia, la, mimi sitosikiza maneno yako, wewe unifai. Huyu Amr ibn al-As siku ya pili akamraukia Najashi, akamwambia Najashi, mimi wacha nikwambie ukweli, hawa watu waliokuja wazungumza maneno mabaya sana juu ya Yesu. Akaingia katika kipengee cha dini sasa, na katika mambo muhimu kuwa huyu Jaafar, khutba yake hii ya nyuma tulioitaja, hakueleza mambo ya kuabudu Mungu, alieleza uhusiano wa binadamu kwa binadamu basi, wala hakutukana masanamu. Hakusema pale pana sanamu, masanamu hawasikii wala hawanufaishi wala hawadhuru, hawana mpango. Hakutukana masanamu wala hakuingilia mambo ya dini sana. Alizungumza uhusiano wa kibinadamu, na hii kutufahamisha tunapofanya da'wa sisi tusikimbie mbio kuanza kuweka mgongano baina ya wewe na yule. Wewe Yesu si mwana wa Mungu bana, wewe nyinyi mmepotezwa, nyinyi hamuna akili. La, usiende huko. Eleza mazuri yaliyoko kwako, mwache mwanzo avutike na yale mazuri, kisha baadaye utaanza kumweleza kuna hili limekoseka, kuna na hili limekoseka. Na hiyo ndio hikma aliyotumia Jaafar bin Abi Talib. Huyu sasa akaenda kwa njia ya chuki, hawa wanamzungumza vibaya Yesu. Najashi akasema wacha niwasikize, akawaita tena. Alipokuja pale Jaafar akamwambia, mimi nimesikia nyinyi mwamzungumza Isa kwa ubaya. Akamwambia, la, si kweli. Sisi Isa twamjua ni nabii ametumilizwa na amezaliwa bila ya baba, na yeye ndiyo Masihi, al-Masih Isa ibn Maryam. Hili jina wanalipenda wa Kristo. Ukikaa nao waambie Yesu ni Masihi, hata kwetu pia Yesu ni Masihi, asikia raha, kwa sababu ni jina wanalipenda wao kumuita Nabii Allah Isa. Kisha baadaye akamwambia, na tuna sura yenye kutuzungumzia hili.
akaanza kuisoma suratu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryama idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamatthala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ikawa ni kisa cha Sayyidatina Maryam na ni aya za pendeza, zina furaha, zatia nishati. Pale pale Najashi akaanza kulia, na wale waliokuwa na yeye katika makisisi wa makanisa wakaanza kulia wote. Ikawa Amr ibn al-As amekaa amedangana, ameleta kesi ya kuchefua, amekwenda kufungua imani kwa watu badala ya kuwa ni vita baina ya Najashi pamoja na masahaba. Pale pale Najashi akasema, haya maneno uliyozungumza madamu yako kwenye kitabu chenu ni hayo hayo ambayo kwamba yako katika Injili yetu, hakuna atakayewagusa, hakuna atakayewaudhi, fanyeni biashara mukae kwa amani. Amr ibn al-As na kuomba rudi zako Maka na hawa sitakupatia. Pale pale Amr ibn al-As akawa hana tena njia nyingine, akafunga virago vake na kurudi Maka kuwaelezea Makuraish ya kuwa huku nimekataliwa. Hawa masahaba walikaa pale Habasha takriban miaka 15. Sio eti masala walikaa mwaka mmoja au miaka miwili, la, walikaa muda mrefu sana. Walikaa miaka 7, mtume bado yuko Maka. Mtume alipokwenda zake Madina, hawa bado wako Habasha, wakakaa tena miaka 8, yote ikawa takriban miaka 15. Na pale walikuwa wakieneza dini na wakifanya biashara, wakijifundisha skills tofauti tofauti, wakishare ujuzi wao, wakiwapatia wao na wao pia wakiwapatia ujuzi ambao kwamba watu wa Habasha wapo. Hata tukumbuka Sayyidatina Fatima karibu na kufa alikuwa yuwasikitika, akamshtakia huyu Ruqayya ambaye kwamba ni ukhti yake, na yeye alikaa Habasha. Ruqayya ni mke wa Sayyidina Uthman kama tulivyosema. Akamwambia Ruqayya, mimi nasikitika siku nikifa nitabebwa kwenye hizi tusi ambazo kwamba nje ziko wazi kama hizi za hospitali, maiti hubebwa namna hiyo, hata Maka utakuta namna hiyo. Sasa mimi ni mtu wa kujistiri, nitaonekana mwili wangu na wanaume kwa sababu wenye kuzika ni wanaume. Ruqayya akamwambia, mimi tulipokuwa Habasha nimeona kitu cha ajabu, kwa nini usizikwe kwa sampuli kama hiyo? Akamwambia, ni vipi? Akamfundisha hii jeneza kufinika juu. Hii ilikuwa hakuna, hii yatoka kwa Afrika, si kitu cha Waarabu hiki. Hiki chatoka Afrika, Habasha. Maiti zao walikuwa wakiwafinika juu, hawawachi wazi. Akamwambia, basi na mimi nakuhusia, maiti yangu ikitoka nifinikiwe na mimi juu, mwili wangu usionekane na mtu. Ndio jeneza likaingia, mpaka leo ulimwengu wote takriban watumia jeneza. Kwa hiyo kulikuwa kuna kubadilishana skills na maarifa baina ya wale waliotoka Maka na wale waliokuwa Habasha. Hapa tutakoma. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.